Get the point. Take a step forward. Echoes, God bless you. Heavenly Echoes mwana. Mungu awabariki sana. You stay. Yani kukaa kwenu nasi tu. You guys have sung as if we were in that home. Yani mmeimba ni kama tayari tumefika mbinguni. And then time that we're going to part. Na tutakapokuwa tukifumukana. I don't know what I'm gonna do when I get back. Yani sijui itakuwaje nikienda nyumbani. But I want to promise you. Lakini nataka niwahakikishie. That the first week is not going to be easy. Yani juma lenu halijaenda bure bilash. I think I'll be dreaming this choir. Yani nitakuwa nawaota tu kwenye ndoto za kwangu. God bless you. Mungu awabariki nyinyi. You know, sometimes wakati mwingi I pray that again I were young man. Huwa ninatamani sana ningelikuwa chipukizi. Najua kuna vijana mko hapa. Yani mokoro mpaka matunda nyumba inu mokoro. Yani you know there are young men who are here, you are being brought to beautiful wonderful fruit that you can see. When God brings those who can be a blessing. Yani Mungu akileta matunda yanayokuwa baraka kwako. If there's a young man here. Kama kuna kijana yote hapa. Who wants to get a woman. Ambaye anataka kupata binti. Those women have been here. Yani wamekuwa hapa wiki nzima. You go and speak with her. Enda jipoze bwana. If she says no. Akisema la. Call me. Ita mimi mchungaji bwana. We shall pray along with one. Tutaombea hilo jambo. Heavenly Echoes, God bless you. Jamani Mungu awabariki sana mabinti na mabwana. Proud of you. Na ninajivunia nyinyi sana. Now we want to get to God's word. Tunataka tuingie kwenye neno la Mungu. 2 Kings chapter 4 verse 9. Wafalme wa pili 4:9. 2 Kings chapter 4 verse 9. Wafalme wa pili 4 aya 9. I want to invite you. Ningependa nikukaribisha. That we can listen God speaking to us. Nikualika tusikie sauti ya Mungu ikinena. 2 Kings chapter 4. Wafalme wa pili 4 verse 9. aya 9. The Bible gives a story. Biblia inatupatia kisa. A special story. Yani ni kisa cha kipekee. If you are able to understand the story. Kama una uwezo wa kuelewa kisa hichi. And see the blessings. Na uweze kuona baraka. That God has put in. Ambayo Mungu ameweka ndani. Live this blessed. Au utatoka hapa vile ulivyoingia. 2 Kings chapter 4. Wafalme wa pili 4 verse 9. aya 9. We'll be back. Tutaweza What does the Bible say? Biblia inasema hivi. 2 Kings Wafalme wa pili chapter 4 aya 4 verse 9. aya 9. The Bible says. Biblia inasema hivi. And she said to her husband. And she said to her husband. Na akamwambia mumewe. Look now. Look now. Najua kwamba. I know that this is a holy man. I know that this is a holy man of God. Najua huyu mtu ni mtu wa Mungu. Who passes by us regularly. Who passes by oftenly. Ambaye ututembelea mara kwa mara. I want you to listen. Ninatamani usikize. This is somebody who is giving a testimony. Huyu ni mtu anayetoa ushuhuda. And you know when the Bible says. Angalia Biblia inavyosema. I know. Ninajua. You know, I know. Ninajua. I'm sure. Nina uhakika. Is somebody who has no doubt. Ni mtu ambaye hana mashaka. Is somebody who has established. Ni mtu ambaye amedhibitisha. That for sure this person. Ya kama kwa hakika mtu huyu. Hallelujah. Bwana asifiwe. You are not getting. Wajua sijui kama unaelewa hili jamani. The Bible says. Biblia inasema. I know. Ninajua. I perceive. Yani mimi nadhibitisha. I'm sure. Nina uhakika. That this person. Ya kwamba mtu huyu jamani. Is a holy man of God. Huyu ni mtu mtakatifu wa Mungu. Hallelujah. She has established. Yani yeye amedhibitisha. I know this is a woman speaking. Na unajua ni mtu wa Mungu anazungumza. Let me give you the predicament of this person. Hebu nikupe taswira kamili ya mtu huyu. Maybe you don't understand. Yawezekana hujaelewa. This is a woman. Huyu ni mwanamke. Presenting another man before his husband. Ambaye anawasilisha mwanamume mwingine mbele za mume wake. I don't know whether you understand. Sijui kama unaelewa hili wapendwa. A woman. Mwanamke. Introducing another man. Anayemtambulisha mwanamume mwingine to the husband. Kwa mume wake. And he says my husband. Na anamwambia mume wa mumangu. I know this guy. Mimi najua huyu bwana. I'm sure. Nina uhakika. Sina tashwishi. Yani I have no doubt at all. Jamaa. This man. Nimemcheki. I have seen him. Nimemwangalia. I have investigated. Tena ndani. Nataka nikuhakikishie. I want to assure you today. This is a holy man. But huyu mtu ni mtakatifu wa Mungu. By the way. By the way. African men.
Wanaume wa Kiafrika, you can never introduce another man to your... sio kawaida kumtambulisha mwanamke mwingine kwa mume wako, kwa mke wako. African man. Mwanamume wa Kiafrika. African man. Mwanamume wa Kiafrika. Hello? Bwana asifiwe. Hello? Okay. Let me say even a Luo man. Hebu niseme hata mwanamke. Let me say even a Luo man. Ninasema mwanamume wa Kiluya. Ara niseme a Kisii man. Mwanamume Mkisii. A woman comes to you. Yaani mwanamke anakuja kwako. He says, my husband. Anasema mume wangu. This man. Huyu bwana huyu. This man. Huyu bwana huyu. Mama Pastor William. Mama, you are introducing me to your husband. Yaani unanitangulisha kwa mume wako. That I know this man. Ninamjua huyu bwana. An African man. Mwanamume Mwafrika. African man. Mwanamume Kiafrika. Will he listen? Sikiza. Hata sikiza kweli. Hello? Bwana asifiwe wapendwa. You don't understand. Yaani hauelewi ninasema nini jamaa. You don't understand. Ni kama haushiki. The Bible says. Biblia inasema hivi. She said to her husband. Akamwambia mumewe. I know. Ninamjua. I'm sure. Nina uhakika. I've got no doubt. Sina shaka lolote. That this man. Ya kwamba bwana huyu. Is a holy man of God. Yeye ni mtu wa Mungu mtakatifu. That is somebody presenting a biography to your husband. Yaani huyu ni mtu ambaye anatoa wasifu wa mwanamume mwingine kwa mmeo. A woman. Mwanamke. Presenting another man. Anatambulisha mwanamke mwingine. To the husband. Kwa mumewe. Sijui kama mnanielewa. I don't know that you're getting me. Musajo mukungu gusi. Yaani mwanamke Mkisii analeta ndume lingine musacho, na anaambia mumewe huyu namjua. Huyu hakika ninamjua. Huyu bwana namjua sana huyu. Yaani sina shaka na huyu bwana. Ninamjua huyu. I don't know whether you're networking. Sielewi kama unashika taswira hiyo. I don't know whether you're networking. Unaelewa jamani? I don't know whether you're getting. Sielewi kama unashika. A woman. Mwanamke that I paid dowry. Ambaye nimemlipia mahari. She stayed home as my wife. Anaishi nyumbani kama mke wangu. This man. Huyu bwana. I know him. Namjua. I know him. Ninamjua wewe. We. Masajo gusia itabe. Yaani mwanaume Mkizia asikiza hii maneno wewe. Italika wawe rande. Anasema wewe. Listen what the Bible says. Sikiza Biblia inasema aje wapendwa. Biblia ni tamu sana. Sometimes wakati mwingine wapendwa. It goes beyond. Inaenda zaidi. Now after the woman says. Baada ya uwe mwanamke kusema. This is a holy man of God. Huyu ni bwana mtakatifu wa Mungu. And I know him. Ninamjua. So my husband. Kwa hivyo mume wangu. I want you to fully acknowledge and accept whatever I'm presenting. Ninatamani ulikumbatie, ulielewe na ukubaliane na ninalokuambia leo. This man who passes by. Huyu bwana ambaye upita mara si moja. I've looked at him. Nimemchunguza. He has never stumbled. Yeye hajawahi kwa kigezo. He's a straightforward man. Yeye ni mtu ambaye anaeleweka. I know him. Ninamjua mie. No doubt. Bila shaka. For this man. Kwa sababu bwana huyu. I'm requesting one thing, my husband. Ninakuomba jambo moja mume wangu. This is a holy man of God. Huyu ni bwana mtakatifu wa Mungu. This is a holy man of God. Huyu ni mtakatifu wa Mungu. I've got no doubt. Yaani sina shaka mie. No doubt. Sina shaka. I want to request this. Nataka kuomba hivi. That please if you allow me, my husband. Kama mume wangu utanikubalia mimi. We want to make a small room for this man. Nataka tujenge kanyumba kadogo kwa huyu bwana. Tumjengee huyu. I don't know whether you're getting. Unielewa? You know that's the Bible. Yaani hiyo ni Biblia inasema wapendwa. It's not me. Sio mimi. And I want to tell you. Nataka nikwambie. 100%. 100% is speaking on the context of an African man. Anazungumza kama mwanamume Mwafrika. Akinkubarandelia ndegentokera. Yaani ninahubiria kitu kilicho hapa. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. I know this man. Ninamjua bwana huyu. As a holy man of God. Ni mtakatifu wa Mungu. This is a woman who has laid an introduction to the husband. Yaani huyu ni mama ambaye mke ambaye anafanya utangulizi kwa mume. And this woman is known as Sunamite woman.
Yani huyu mwanamke ambaye anaitwa Shulamite. And this woman was a rich woman. Na huyu mwanamke alikuwa ni mama mtajiri yule. Very rich. Tajiri. A rich woman. Yani mama mtajiri. Wajana utajiri lingine kidogo. You know, there are some riches which are just few. Najua kuna mtu akitajirika 300,000-400. When you get 300,000-400,000, network inakaa kwa kichwa. The network does not even get you. Yani haueleweki. So rude. Yani unakuwa wewe ni mtundu. You are unadvisable. Wewe huwezi ukaelezeka. The Bible says, Biblia inasema, this was a notable woman. Huyu ni mwanamke wa kipekee. A Shunammite woman. Yani mwanamke wa Shulamite. Very rich. Tajiri. Comes to the husband. Anakuja kwa mumewe. I know this man. Anasema namjua huyu bwana. He's a holy man of God. Ni mtakatifu wa Mungu. And then this woman goes huyu mwanamke anaendelea to present the request. Anamuomba mumewe. In the African mind of setting. Katika akili ya Kiafrika. Akiboli neba norwalete tinko irano eneka. Yani haya maneno ni mazito. Unless wewe ni mgonjwa ndio uweze elewa hii. Obe. This is what the Bible says. Biblia inasema hivyo. Verse 10. Fungu la 10. Now this is a proposal. Hii ni wazo amelitoa. Who is giving a proposal? Nani anatoa ombi hili? A woman. Mwanamke. Let us make a little chamber. Tumtengenezee chumba kidogo. I pray thee, my husband. Ninakuomba mume wangu. On the wall. Darini. And let us set him a bed. Na tuweke ndani yake kitanda. And a table. Na meza. And a stool. Kiti. And a candlestick. Na taa. And it shall be. Kwa ajili yake. When he comes to us. Kisha anaweza kukaa humo. That he shall turn in. Anaweza kaa huko mara kwa mara. Pastor William. Mchungaji William. African man. Mwanamume Mwafrika. Whether Luya. Pena Kiluya. Whether Kisii. Au Mkisii. Whether Luo. Mjaluo. I'm talking of an African man. Nazungumzia juu ya mwanamume Mwafrika. A woman says he's a good one. Mwanamke anasema huyu bwana ni mzuri. Let's make him a room. Tumjengee kanyumba. We shall put a bed. Na tuweke kitanda. And a table. Na meza. And this man will be here. Na atakuwa hapa. That will not be passing by. Atakuwa anapita. When he comes, he spends here. Akija awe analala hapa. Let me come to you. Ataweza kuja kwa hapa. Let me open what the Bible says. Hebu nikufungulie Biblia inasema. So that you can begin to understand. Ili uanze kuelewa. And see the hard part of this passage. Na uweze kuelewa kinaga ubaga cha hubiri hili la leo. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Bwana asifiwe wapendwa. You read by yourself. Utajisomea mwenyewe taratibu tu. The husband did not question. Mwanamume hakuuliza swali. He accepted everything. Yani alikubali kila kitu. In other words, the person who knew the servant of God was the woman. Otherwise aliyejua hali ya mwanamume mtumishi wa Mungu alikuwa ni mwanamke. And the husband simply accepted. Na mwanamume akakubali. They went and purchased the bed and made a room for that man. Akaenda akanunua kitanda na akatengeza chumba. All the time the servant of God passes by. Kila wakati mtumishi wa Mungu akipita mle. He has a place to rest. Alikuwa na mahali pa kulala. Let me ask you something. Hebu nikuulize swali moja. God has blessed us. Mungu ametubariki. We have houses. Tunako na manyumba. Do you have a house for the servant of God? Uko na nyumba ya mtumishi wa Mungu kwako? Ndio au la? Do you have them? Unalo? Yes, I'm asking. Mimi nauliza wapendwa. You come to my compound? Unakuja kwenye nyumba yangu? I have the pastor's house. Mimi niko na chumba cha wachungaji. And elder's house. Na nyumba ya wazee. Nobody can ever sleep there. Hakuna mtu mwingine wa kulala mle. Unless he is an ordained. Unless awe amewekelewa mikono. Servant of God. Mtumishi wa Mungu. This woman says. Huyu mwanamke akasema. Let us make one. Tutengeneze moja. And they did. Na wakajenga. And the man was there. Na mwanamume alikuwa pale. If you read that passage, ukisoma kipengee hichi, the servant of God by the name Elisha, mtumishi wa Mungu Elisha, walked with the Gehazi. Akaweza kutembea na Gehazi. Gehazi was the right handman of Elisha. Gehazi alikuwa ndiye mtu wake wa mkono, mtu wa Elisha wa mkono. Now Elisha calls Gehazi. Elisha anamuita Gehazi. I've seen the blessings of this woman. Anasema nimepata mibaraka ya huyu mwanamke. She has spent all this for me. Ametumia hizi zote kwangu. Now Elisha calls Gehazi. Elisha anamuita Gehazi. Please, I want to send you. Tafadhali nataka nikutume to this woman. Kwa huyu mwanamke. Go find out. Enda ufanye utafiti.
What can we pray for her? Ni lipi ambalo angependa tumuombe? Does she have a need that we can pray? Ana lolote angependa tumuombe kama watumishi? You know, that's what the Bible says. Biblia inasema hivyo wapendwa. Pastor Clement, are you there? Mchungaji Clement, uko hapo baba? If you go through that passage, ukiendelea kusoma aya hiyo, he says this woman has done great for us. Anasema huyu mwanamke amefanya makuu kwetu. And the servant of God Elisha sent Gehazi. Na mtumishi wa Mungu Elisha akamtuma Gehazi. Go ask that woman what can I do for her. Enda umuombe huyu mwanamke. Ni nini angependa tumuombe? Hallelujah. Can I take you to that verse? Hebu nikupe aya hiyo. Is it verse 14? Verse 15 and 16. Anza 14. So he said. And so he said. What then is to be done for her? What else should be done to her? Ni nini kinachoweza kumfanyika kwa ajili yake? Gehazi answered. And Gehazi answered. Gehazi akasema. Listen. Actually she has no son. Hakika hana mwana. And her husband is old. Na mume wake ni mzee. So he said. Akasema. Call her. Mwite huyo mwanamke. When he had called her, she stood in the doorway. Akisha kumuita naye akaja akasimama mlangoni. Then he said, about this time next year you shall embrace a son. Elisha akamwambia, mwaka ujao wakati kama huu utabeba mwana mikononi mwako. And she said, yule mwana thank you my pastor. Akapinga. Thank you. Asante mtumishi. God bless you. Mungu akubariki. I know you're not here. Najua wengine labda hauko hapa wapendwa. Number one. Huyu mama. The Shunammite and the husband, they were old. Huyu mama na mewe walikuwa wazee. But the funny part of their life, lakini jambo la kustajabisha maishani mwao, they were not blessed with a child. Hawakuwa na mwana. Wale tumusaja nyumba kwa mara usaidie room. Yani mwana tubwate bana yoko nyoranga kiondo change ninde bitenge go senje ne network ya chete kale. Yani huyu I don't know whether you understand. Ajengewe nyumba na kweli hatuna mtoto. Nyasaye poko gwetho gintindo. Yani ichako kilidichuo eodakai. Mano koro ipima nate. Ndio hiyo. Tiendani ya wakati ko podo kama nakimia ruoro na. I don't know whether pastor you get the point. Yani sielewi kama unapata you have never been blessed with a child. Hujawahi barikiwa na mwana. Mama has brought a man in. Mama ameleta mwanamume. Everything has been said. Mambo yote yamewekwa. The servant of God is saying, mtumishi wa Mungu anasema, find out. Enda ukafanya utafiti. What can we do for this lady? Tufanyie nini mwanamke huyo? And the lady says, Biblia na mama anasema, we don't have a child. Sisi hatuna mtoto. The funny part of it, jambo la kustajabisha, we are old. Sisi ni wazee. Now what you don't understand, hapo unaelewaje? You know, sometimes wakati mwingine people assume that God goes with science. Watu wanafikiria kwamba Mungu anaandamana na sayansi. That when you are past the menopause, ya kwamba ukipita kimo cha kuzaa, you can't give birth. Huwezi ukazaa. In God's side that is useless. Machoni mwa Mungu anasema yote ni bure bilashi. There is nothing hard. Hakuna kitu kigumu. He says, anasema, we don't have a son. Una mtoto. We're here. Tuko hapa. And my husband is old. Na mume wangu ni mzee. And myself I'm old. Na mimi ni mzee pia. The Bible says, Biblia inasema, Elisha says, I want to pronounce blessings. Elisha akasema nataka nitamke baraka. If you read that passage, ukisoma kipengee hicho, Shunammite woman laughed beyond. Mwanamke akacheka. Haki unyinyi pastor. Wachungaji jamani. Mimi katika umri wa shoshi nipate mtoi. I'm very old, I'm a grandma. How can I get a child? Hii ni ile chakula nimewapa tu mnatamka mibaraka. I've just given you food and that is why you are mentioning these words. How do I get a child? Nitapataje mtoto? And then the servant of God Elisha was in a particular. Na mtumishi wa Mungu akawa pale pale kwenye hiyo hali. Next year, mwaka ujao, by this time, wakati kama huu, with no question, bila shaka ya swali, you shall have a child of your own. Utakuwa na mwana wako. Hallelujah. Hallelujah. You know, some of you, watu wengi wenu, and I want to warn you, ninataka niwaonye wapendwa, we will never be equal. Hatuwezi tukalingana. Nataka niwahatarishe washiriki wengine. I want to warn you, church members. Kuna uchinga mwingi. There is a lot of foolishness in us. Ati nje na pastor Ontweka. Ati mimi na mchungaji tunafanana. Kwani who is a pastor? Nani mchungaji? Pastor and me. It's just a human being.
Sisi ni wanadamu. Hiyo uchinga shetani ashinde. That foolishness we rebuke it in Jesus name. Let me tell you. Hebu nikuambie. God's servants, mtumishi wa Mungu, they bless. Wanabariki. We can never be equal. Watuwezi tukatushana. Revelation chapter 1 verse 1. Ufunuo 1:1. This is the revelation God gave to Jesus Christ. Ufunuo wa Yesu anaopewa na Mungu. And Jesus Christ gave to the angels. Na Yesu akapea malaika. And the angels gave to the servants. Na malaika akapea mtumishi wake. Servants to bring to the members. Ili naye waletee watumishi. Tutafanana namna gani? We cannot be equal. Hallelujah. Hati we are equal. Hatuwezi tukalonga. Wote nikimioro serious nga no think bono pastor. Asa pastor unasemaje? A pastor is a pastor. Mchungaji ni mchungaji bwana. Mzee. Elder. Oli na kwa rugu. Nikipasa ono nikipasta. Not pastor ana maneno gani huyu? Hakaisi ya kumkeki bwana. Yaani kijana tu. Pastor is a servant of God. Mchungaji ni mtumishi wa Mungu. You will never be equal with him. Hamwezi mkatlingana. No utarage sogona. Upende usipende. Omenyoke botuko. Mzee waamuke usiku. Mo kolengana na pastor. Hello? Kuna watu wamezoea kuchekeli wachungaji. Yani there are people who are used to talking negative about the pastor. Mnatuelewa huko? Do you understand what we are saying? Utinenete serious grace ngaka pastor. Yani mama unasimama vizuri kidetu unasema ka pastor haka kama mchungaji. The Bible says. Biblia inasema. Gehazi called the Shunammite woman. Gehazi akamwita yule mwanamke. Grace, come here. Grace, hebu njoo hapa huyu mama. This is the age of this lady. Alikuwa umri wa mama huyu ambaye this is now Shunammite. Huyu ndio mama. Gehazi has called this lady. Gehazi anamuita huyu mama. And he has pronounced blessings. Na ametamka baraka. He says next year. Anamwambia mama mwaka ujao. The same time like this. Kama huu. You shall conceive. Utakuwa na mimba. Obed. You shall conceive. Utapata mimba. That the Bible says. Hata Biblia inasema hivi. The Shunammite woman. Yule mama. Said it can never happen. Kama iwezekani. I'm past the age of giving. Nimepita umri wa kubwa. The Bible says. Lakini Biblia inasema. The servant of God pronounced blessings. Mtumishi wa Mungu akatamka baraka. And he left. Na akaondoka. After 2 months. Baada ya miezi miwili. 3 months. Miezi mitatu. 4 months. Miezi minne. The Shunammite woman. Yule mama. Mate anatema kando. Po. Obed. Po. Karoma nile. Po. 5 months. Miezi mitano. Is like the Shunammite woman, there is a plantation on. Yani ni kama kuna mpanzi alipanda mbegu tumboni. The walking style has changed. Yani hali ya kutembea imebadilika. And even the women of the village. Wamama wa kijiji. They call other women. Wakaitana. They said call us a nurse. Wakasema hebu ita daktari. What are we seeing that Shunammite woman? Kwa huyu mwanamke. Wapi ile nurse yetu ya? Where is our nurse or yesterday's nurse? Hekos where is she? Daktari wetu are you there? Let her walk here. Come Jonjo hapa. Oh, she's far. Ako hapa, she's here and very active. They call a nurse. Akaja akaita daktari. Go check. Hebu enda upime. Mama Sunem, how are you? Oh bongina. You know they could not check openly. Yani awange iweka peupe. They simply want to check the morphology of this lady. Walitaka kabisa uhakikishe hata. So when they come, huyu mama. So walipofika, they look at her. Wamwangalia yule mama. That woman looks like. Huyu mama anakaa kama ana mimba. Ujauzito. Others will say no. Wengine wanasema la hasha bwana. That lady is rich. Huyu mama ni tajiri. Ni sile nyama amekula. It is because of the meat that this lady takes. Hakuna kitu iko hapo. There is nothing the stomach. 7 months coming. Miezi 7 ijayo. It is looking now evident. Anaendelea kuwa ni wazi. Mama cannot walk straight. This lady cannot hawezi akatembea. Anatembea. Wow. Things are changing. Mambo yanabadilika. If you read the passage, ukisoma kwenye penge hiyo, that's what the Bible says. Biblia inasema hivyo. Hallelujah. Bwana asifiwe. That is what the Bible says. Biblia inasema hivyo wazi. 8 months. Miezi 8. Some women came. Wamama wengine wakaja. Mama Sunem. Wakamwambia mama, how are you doing? Unaendeleaje mami? They are not coming to say hi. Hawaji kumsalimu tu. They have come to establish. Wanakuja kuhakikisha whether for sure kama ni kweli. Kuna vile. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe wapendwa. Oh, amko pamoja? Are we together really? May I see those who are together? Hebu nione ambao tuko pamoja. May I see those of us who are together? Hebu nione wangapi tuko pamoja. Hallelujah. Shikisha mkono katika jina la Yesu. Amina. Kila mtu akaja kuhakikisha. And they left. Na wakaondoka. The 9th month.
mwezi wa 9. You can hear the singing now. Nasikia vile wanashangilia. Women were running. Wamama wanakimbia. Give us a child. Wanaenda tupe mtoto. They held a child. Wanashika ile mwana. When they're looking at child, walipomwangalia ile mtoto, they want to see whether for sure this is the husband's child or is the Elisha's child. Wanataka kuhakikisha huyu mapua inafanana na yule mume ama ni Elisha. Omurandi konyorora aki ntoe mioro. Tali no mwana bakoro. Hawataangalia mtoto, wanaangalia tu mapua. They are not here kuhakikisha kwamba mtoto ni wa huyo mama. They are not here to see the child. They want to establish whether it's belongs to the husband. Kwamba yule mchungaji Elisha amekaa hapa. The others say that the lady, the servant of God Elisha was stayed here. Hebu tuone kama ni mbegu yake. We want to establish whether it is the child resembles. Because this letter stayed with the husband for a long time, there's no child. Kwa sababu amekaa na mmewe kwa miaka mingi, hakuna mtoto. And others could speak in the village. Wengine wangenong'onezana kijijini. You read that Bible says. Ukisoma hicho kisa. No, this is Elisha. Huyu ni Elisha kabisa. But the truth is, lakini ukweli wa mambo, a Shunammite woman got a child. Mwanamke yule mzee alipata mwana. At the age nobody expected and expected. Katika umri ambao watu wengi hawangeamini. When God pronounces blessings, Mungu anapotamka baraka, there is no power that can stop it. Hakuna nguvu zinazoweza kupinga. When the servant of God stands to pronounce, mtumishi wa Mungu anapotamka baraka, it means business. Inamaanisha ni hivyo. Hallelujah. Bwana asifiwe. It means business. Inamaanisha hivyo. The Shunammite woman was overjoyed. Yule mama akafurahia. She was so happy. Yeye akawa na raha. All the time of her, she got a child. Maishani akawa na raha. Now she could be able to hold her child. Alikuwa anapakata mtoto. Those others who ridiculed the woman, wengine wakimwangalia yule mwana, she walked so strong to the church. Alikuwa anamwangalia God has blessed me. Mungu amenibariki mimi. My honey womb. Mtoto wangu be able to give a child. Umbu langu limepata mwana. Hallelujah, yes. The secret. Siri ni gani? Hosting God's servant. Kumuhifadhi mtumishi wa Mungu. Somebody say amen. We have stepped in that combo. Yani tumekanyaga katika mama hii. And I've pronounced the blessings. Na nimetamka baraka. And you can never stop it. Na siwezi nikasita. You can never stop it. Yani hauwezi ukazuia. Hata uamuke usiku, ulete hapo, ulete hiyo vinyago, hakuna ya kuzuia. Hallelujah. Wa kuzuia. Open those houses for God's servants. Fungulia nyumba zenu watumishi wa Mungu. When they step in, wakiingia, you see the blessings. Utaziona baraka za Bwana. Mama at the age of a grandma. Mama akiwa yeye ni mama mzee nyanya. Imagine how she's giving her babies to breastfeed. Yani anamtolea nyonyo. See the proud. Yani yeye anatabasamu. I missed to breastfeed. Anaangalia kale katoto amekapakata kaendelea kunyonya. I don't know whether you understand. Yani sielewi kama unashika hili jambo. Never had a child. Labda hujai kuwa na mtoto. 70 years. Miaka 70. When you get a child, unapata mtoto. You want to do the best for that child. Yani unataka kumtendea lililo njema, na tena mama huyo alikuwa tajiri, usisahau. The second part of it. La pili, the child was sick. Ule mtoto akawa mgonjwa. I want you to see now the African mind coming out of the person. Angalia sasa akili za Kiafrika zikimjia yule mwanamke. The child was sick. Mtoto yule akaugua. And the mother was not at home. Na mama hakuwa nyumbani. And the husband to the Shunammite lady, yule bwana mme wa yule mwanamke, spoke to the maid. Akamwambia mfanyikazi, mjakazi, I don't know about this child. Mimi sielewi hali ya huyu mtoto. I don't know whether you're getting what I'm saying. Sielewi kama unanielewa baba. I don't know that child. Huyu mtoto simjui. Take to that servant of God. Mpelekee mtumishi wa Mungu. Hey. Pastor, you think that's what the Bible says? Hivyo ndivyo Biblia inasema, hakuna kuongeza. Yodi. Pastor, you there? Which verse is that? Mchungaji Clement uko pale jamaa. You guys were not following me. Peruza Biblia angalabu watu waelewe. The child was sick. Mtoto aliugua. Mama is not there. Mama yupo. Mzee is at home. Mzee yuko nyumbani. Instead of taking a child to hospital, badala mzee apeleke mtoto hospitalini, he says, anasema that child to that servant of God. Chukua huyu mtoto pelekea Elisha. Peleka. That's what the Bible says. Biblia inasema hivyo. Oh, you want me to Bible says. Unataka nidhibitishe? And the child grew. Now it happened one day that he went out to his father to the reapers. Yes. And he said to his father, yes, my head, my head. Yes. So he said to a servant, yes, carry him to his mother. When he had taken him and brought him to his mother,
He sat on her knees till noon, and then he died. Hallelujah. And she went up and laid him on the bed. 1 minute passed. Hebu fikisha pale mtumishi. Weka koma. The child was sick. Mtoto akaugua. Instead of taking the child to hospital, badala ya kupelekwa kwenye zahanati, take to the mother so that he can take to where he got her child. Pelekea huyu mama apeleke alikomtoa huyu mtoto. And finally the child died. Na hatimaye mtoto akafa. And the mother carried the dead child. Na mtoto akabeba yule mfu to Elisha. Maiti ya mtoto akapelekea Elisha. How did you give me hope when I'm wewe ulinipa tumaini nikiwa sina tumaini. And the child is dead. Na mtoto anakufa. Take the child. Chukua huyo mtoto, maiti ya mtoto. That's what the Bible says. Biblia inasema hivyo wapendwa. That's what the Bible says. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. What are we saying? Tunasemaje jioni hii? The child was put before the servant of God Elisha. Yule mtoto akapelekwa akawekwa mbele za Elisha mtumishi wa Mungu. And the child was laid on bed. Na mtoto akalazwa kitandani. Elisha closed the doors. Elisha akafunga milango. And they slept on top of that child. Akamlalia yule mtoto. The Bible says head to head. Biblia inasema kichwa kwa kichwa. Eyes to eyes. Macho kwa macho. Nose to nose. Pua kwa pua. Mouth to mouth. Mdomo kwa mdomo. Till the child was restored back to hadi mtoto akafufuka. Hallelujah. Bwana asifiwe. When God pronounces blessings, Mungu anapotamka baraka, there is nothing that can stop it. Hakuna cha kusimamisha. Don't ever stop servants of God when they step in. Usiwahi simamisha watumishi wa Mungu wakikaribia. When God has blessed you with your resources, Mungu akikubariki na mali, make use it for God's business. Tumia kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Be doubled in Jesus' name. Atakuongezea maradufu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Bwana asifiwe wapendwa. May I see those who are getting us? Hebu punga mkono kama tuko pamoja. Vizuri. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. That is one thing that I love. Ndio jambo moja ninapenda. I only want to warn you as a spiritual man of God. Nataka kukuwaonya kama mtumishi wa Mungu. Regardless of any shortcoming of a servant of God. Hata kama mtumishi wa Mungu ana changamoto za aina gani, you don't have to lay a hand or a finger before. Usiwahi mnyoshea kidole. Call him to bless you. Mwite akubariki. Give him the best of yourself. Mtendee mema kwa maisha yako. Then out of it, na kutokana na hilo, they'll bore the blessings. Atatamka baraka. Hallelujah. Bwana asifiwe. That's what the Bible says. Biblia inasema hivyo. The Shunammite no child. Yule mwanamke hakuwa na mtoto. She has a child. Yeye sasa ana mtoto. A child is dead back to life. Mtoto alikufa na tena amefufuka. Simply because of doing good to God's servant. Kwa sababu ya kumtendea mema mtumishi wa Mungu. Sijui kama mmetuelewa. Are you getting what I'm saying? Hebu nione wale ambao wametuelewa. Let me see those who are getting what we are saying. Ikiwa umetusikiza, I'll ask you to stand up if you're there. Kama umesikiza injili vizuri, hebu simama kwa miguu. If you're sure that you've heard. Kama una uhakika umetuelewa, simama. I want you to stand up. Natamani usimame. I want you to stand up. Ninatamani usimame. God has spoken to us the whole week that we've been here. Mungu ametuzungumzia juma nzima kwenye viwanja hivi. And I'm sure he's calling us today. Na natuita leo. That we need to partner and establish with the men servants who are in our midst. Akita tuweze kushirikiana na watumishi wa Mungu walio that they become a blessing to your homes. Waweze kuwa baraka kwa nyumba zetu. The Father in heaven, ili Baba wa mbinguni, he knows what hard that is before you. Mungu anajua ni kipi kilicho mbeleni mwako. I know maybe there are people here who have never been blessed with a child. Najua kuna watu wengine hapa ambao wamebarikiwa na wao. There are people here financially they are off completely. Naweza kuwa kuna mtu ambaye katika hali za kifedha hana. There are people here unemployment is a big issue. Watu wengine hapa kwa ajira hawana. Open the doors for the servants of God. Fungua milango kwa watumishi wa Mungu. God will do it for you. Mungu atakutendea. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. I know there's that team. Please, Elijah and the rest, Pastor, remove this. Get off this. Naomba muweze kutoa mimbari hii. Mchungaji wenu, assist your pastor. Mimbari hii na itolewe neno. Shirikianeni saidia. So toa mimbari hiyo. I want to pray for a team. Nataka niombee kikosi. And there is that team that is getting ready for baptism. Kuna kikosi kikubwa kinachokwenda ubatizoni. We want you to walk ahead as we pray for you. Nataomani uweze kutembea uje hapa mbele tunapoenda kukuombea.
If you are there, just walk here. Kama uko pale jamani, tembea uje. The entire team that is getting ready for baptism. Kikosi kizima kilicho tayari kwenda ubatizo. And I want to ask my choir and those of us, just give them the company as they come along. Wanakwaya tafadhali wasindikize wanapopita wakija mbele. Let's give them a hand. Wasalimu wazee na wachungaji mlio hapa, salimia hao, salimia hao, salimia hao, ukiwakaribisha mbele. And I know the guests who have been here in this meeting. Najua wachungaji ambao wamekuwa katika mkutano huu. Come, God bless you. Mungu awabariki. Before I'll invite the choir, kabla sijaalika waimbaji, don't hesitate to take a step. Usizite kupiga hatua. This is your time. Ni wakati wako. Just move. Yani kuja mbele tu. Tembea uje. Tembea uje. Walk. Tembea uje, tembea uje, tembea uje. God bless you. Mungu akubariki sana. And there are those who want to make a decision today. Na kuna wengine labda ungependa kufanya maamuzi leo. There are servants of God, we also want to pronounce blessings. Ya kwamba watumishi wa Mungu natamani mtamke baraka. We want to pray for you. Tunataka tukuombee. Maybe today is the first day that you are here. Yawezekana leo ni siku yako ya kwanza kuwa hapa. But you don't want to lose this chance. Lakini hautaki kupoteza nafasi hii. You have never been baptized. Haujawahi kubatizwa. You want to make the step for God. Unatamani kupiga hatua. Don't lose this chance. Jamani, usikose nafasi hii. Is there anybody? Kuna mwingine yeyote who needs a special prayer? ambaye anahitaji ombi la kipekee? Who need to say, Pastor, anatamani kusema mchungaji wangu, I want to open the blessings in my house. Natamani kufungua milango ya nyumba yangu. And I want to give myself to the Lord. Natamani nijitoe kwa Yesu. Is there anybody there? Kuna mwingine yote miongoni mwetu hapa? Just come. Tembea uje. Come. Jo. Anybody? Kuna mwingine yote hapa? We don't want to close you out. Yani hatutaki kukufungia nje. We want to give you a chance. Tungetamani tukupe nafasi. So that you can also choice like the Shunammite woman. Uweze kuchagua kama yule mwanamke. She knew this was a servant of God. Alijua huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu. I will never lose this opportunity. Sitakosa nafasi hii. We don't want to lose you. Sitamani nikupoteze wewe. We don't want to lose you. Hatutamani nikose nafasi. Is there anybody? Kuna mwingine yote? Anybody who is here? Kuna mwingine yote miongoni mwetu hapa? Anybody who is here? Kuna mwingine yote miongoni hapa? Make a move. Piga hatua. Hallelujah. Bwana asifiwe. There's nobody here? Hakuna mwingine yote hapa? Make a move. Tembea uje. We want to lose your opportunity. Usikose nafasi hii. Make a move. Yani piga hatua uje. Don't hesitate to make a decision for yourself. Usikawie kufanya maamuzi ya busara. This is your time. Huu ni wakati mwafaka wako. The choir is getting to a second stanza. Waimbaji wanapoingia kwenye stanza ya pili. Make that step. Piga hatua uje. Thank you, choir. Asante waimbaji. Don't lose this opportunity. Usikubali nafasi hii ikupite. Make a decision for your life. Fanya maamuzi kwa maisha yako. Don't lose this privilege. Jamani, usipoteze nafasi hii. As the choir will be sung in the last stanza, waimbaji wanapoimba stanza ya mwisho, I want to invite the servant of God, our leader, Pastor William. Natamani nimkamwalike mchungaji William, so that he can pray for these candidates, ili aweze kuwaombea wanafunzi hawa and the entire members, na kongamano lote kwa ujumla. Choir, give us the last as we give Pastor. Waimbaji, twende stanza ya mwisho tunapomhitimisha.
nawe wanaye dhambi. Asante mchungaji. Thank you. Get the point. Take a step forward.